pesa ni matokeo ya thamani. Nakumbuka niliwahi kumsikia mtu mmoja anasema kwamba ukitaka pesa tafuta sababu ya kulipwa. Yani usiseme tu unataka hela, tengeneza mazingira ya kulipwa. Na unatengenezaje mazingira ya kulipa? Ndio hii kwamba unatengeneza thamani. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 3 tumeona pale kuna wanawake kadha wa kadha walimhudumia Yesu kwa mali zao, si ndio? Kwa sababu Yesu alitengeneza sababu ya kulipwa. Sawa? Alitengeneza sababu ya kulipwa. Alimponya Maria Magdalena, alimtoa pepo 7. Maana na hao wengine na masuluhisho mengi aliyokuwa ameyatoa ambayo alimtengenezea Yesu mazingira ya watu wamhudumie kwa mali zao. Lakini pia kwenye kitabu cha Luka 6:38 Yesu akasemaje? Wapeni watu vitu ndipo nanyi mtakapopewa. Kwa hiyo ni mpaka kwanza nyie kuna kitu mmekitoa. Kuna bidhaa umetoa. Kuna huduma umetoa. Kuna ujuzi wako umetatua tatizo la mtu. Kuna kitu kimetoka kwako kwenda kwa watu. Alafu wao sasa wanafanya nini? Wanakulipa. Yaani ni kutoa kwanza upokee. Hamna kupokea kabla kutoa. Kwa kanuni zote za fedha popote utakapoenda duniani lazima utengeneze mazingira ya kulipa. Ndipo na wewe upokee pesa. Kwa hiyo ukiona unataka kupokea pesa kwa namna nyingine tofauti, ujue unavunja kanuni. Sasa na matokeo ya kuvunja kanuni ndio yametusababishia wizi. Unajua mtu anapotaka kuiba maana yake anataka kupata kitu mahali ambapo yeye hajatoa kitu. Yaani kuna mambo mengi watu wanatumia kupata pesa. Ni kwa sababu wanakwepa hii kanuni. Hamna kitu wanatoa. Ingaje kuna wengine kuna vitu wanatoa lakini sio kihalali. Yani hakuna uhalali. Hakuna uhalali. Mtu mmoja aliwahi kusema hivi, siku tutakapovunja kanuni na kanuni itakuvunja. Sahihi kabisa.